Ukizima rohoni utaenda kuona giza mbele yako. Kwani lazima tuwe na uwezo wa kujua vitu vilivyoko rohoni, kusikoonekana kule. Tunaingia kwa imani. Kwa hiyo kanisa lenye afya lina uwezo wa kusurvive katika maeneo yote, likaleta matokeo ambayo Mungu anayataka hapa duniani. Yaani shughuli zikafanyika kule, mwisho wa siku mahesabu yakaja kuonekana. Ndio maana wale watu ambao yule mfanyabiashara aliomba mtaji, akamwambia nende mkazalisha alafu mtaletea faida. Wakaja. Mwisho wa siku jamaa kaja, akasema unajua mimi nilipa talanta 5. Zingine 5 hizi hapa. Akasema sawa mtuma mwema, kamili kile pale. Akaja wa pili na yaka peleka. Akaja jamaa wa mwisho yule, sinamkumbuka yule. Akasema bwana mimi najua wewe unavuna ambapo hujapanda. Mimi niona ni mtunza cha kwako tu. Mimi najua wewe ni hatari sana. Unadai faida ambayo hujafanya. Maana yake tunataka kuzungumzia tukiwa na afya, maana yake hata yale tunayoomba kwa Mungu katika mwili yanakuwa yetu, kwa sababu kuna kazi imefanyika kwenye ulimwengu nini? Kwa roho. Kama mtu anaendelea hapa. Wewe mambo yako katika mwili, halafu katika mwili ya roho kwenye mwili yanapambana ya kontroleti giza zetu kwenye mwili, halafu akuletee mkate kwenye mwili. Haiwezekani. Ni lazima upambane rohoni kwanza, halafu matokeo uyaone kwa mwili. Kuna mambo yamechukuliwa kwenye ulimwengu kwa sababu ni vita kule. Ukiwa goigoi hautapenda, hautapita. Kwa hiyo hayatakuja, utasikia kama ndoto tu. Haitaweza kutokea. Kwa hiyo kanisa lenye afya lina uwezo wa kusurvive na kupambana na kuleta matarajio husika kwa Mungu wake. Kanisa ni wewe uliokoka. Kanisa linapozungumza kanisa lenye afya ni kila mmoja aliyokoka. Sawa jamani? Amen. Sasa jambo la pili ambalo nilizungumzie, mama ambayo Mungu anatazamia kwa kanisa hili. Jambo la pili, ni lazima kanisa likubali kumilikiwa na Roho Mtakatifu. Mungu ameumba. Yesu alishaokoa, amemaliza. Lakini anayetembea na kanisa duniani ni Roho Mtakatifu. Amen. Na ndio maana nasema yeye hutuombea kwa kuugua sikuweza kutamka. Maana yake ndio supervisor wa kanisa hili mpaka unyakuo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu amepewa dhamana kubwa ya kutia nguvu na kutuwezesha kuendelea na safari. Anakuambia usichoke, endelea, bado vita ipo bado. Ndio maana unaweza kumelala na kuamsha, unasikia unakuna kemea, unasikia unakuna pambana. Ukija kuangalia shule kutoka. Hujui anza watu kwa nini Roho Mtakatifu halali wala sisi. Anaenda kupambana na adui zako usiku na mchana. Kwa hiyo mtu wa pili, sehemu ya pili ya kanisa hili kupokea hiyo afya ya kiroho, ni lazima tujifunze pia kwa Roho Mtakatifu. Yeye anaitwa Mungu Roho Mtakatifu. Na kitabu cha Waebrania sura ngapi? Anasema wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa nini? Wana wa Mungu. Wana wa Mungu. Jamani, amini. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatusaidia kwenda kuwa na afya ya kiroho, kwenda kuwa na uwezo wa kiroho, kwenda kuwa na ufahamu wa kiroho, kwenda kuyajua majira na nyakati na kutambua wakati huu nifanye nini, sifanye nini. Ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunapompa nafasi Roho Mtakatifu atatumiliki, atatuongoza, atatujulisha kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Kwa nini? Maisha yetu yako kwenye ulimwengu wa roho. Tukimnyima nafasi Roho Mtakatifu, ni vigumu kuyajua hatima ya kwetu ya kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu hatima yetu iko rohoni. Sasa tukitaka kuiona hatima yetu yenye ujasiri na matokeo, ni lazima tuunganikane na Roho Mtakatifu. Yeye ambaye ni roho atujulisha yaliyoko rohoni.